muamka asubuhi tu mwanza kupigishana kelele. Kwa nini lakini nyumba inakosa amani ati Huyu anaongea vingo vyake vya 2000 kali yako. Vinauzwa mafungu hivi mme wangu hivi vigauni. Unaenda unajichagulia hata vya buku anakupa 20. Hivi vigauni anavyovidhia. Lakini mama yako sio akili yake. Unamuona lakini? Sio unamuona. Vitu vyao yani mkeo anaongea sana. Tena kapotea lakini yeye hajali. Mbona kelele wewe? Mwapiga kelele tu, yani nyinyi mwanifanya mimi nakaa hapa nyumbani moyo wanidadalika tu, wanidadalika moyo mimi siwezi hata kutulia ati. Mimi nishachoshwa na maisha haya mama bwana. Nishakuchoka mama haya mambo mnayofanya. Jeba. Yani usinichoke kipindi ninakulea uje kunichoka sasa hivi kwa ajili ya huyu kinyago wako. Mwanchosha mimi mama, wanakuchoka wewe na mchoka na yeye pia. Yani mimi nakaa sina amani. Kama mwashinda kukaa pamoja mkaelewana, basi kila mtu akaisha anapopajua yeye, mtu aishi kwake basi. Okay. Mimi kwangu ni hapa mme wangu akaishi kwa wazee huko waliokufa. Baba yako sinisikia alikufa. Huko wapate marehemu akaishi huko. Nisikilize nikwambie. Usijipambe sana Kimasai ukajiona wewe udali wa kuongea ukafikiria Jeba atanifukuza. Jeba anifukuza hata kuondoka ninapotaka. Muangalie siwezi kuishi na mtu. Kashasema uondoke. Siwa bebe matakataka waondoke. Mtoto wako inalala kama funza wa chooni. Chako. Unaye uko wapi sasa? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali hapatikani. Sasa atakuwa ameenda wapi? Wewe bora nimfuate nyumbani kwake. Karibu. Asante. Sasa unavyoniona hapa mwanzo nimechanganyikiwa. Umechanganyikiwa na nini tena? Hivi unavyoniona mwanangu tu haonekani. Toka asubuhi nimetafuta mpaka macho yamenitoka. Kibaya zaidi sasa. Mwenye nyumba naye kaja juu. Kodi imeisha, anataka nyumba yake. Yaani sielewi hata naenda wapi. Nimekuja gengeni kwako nimekutafuta sijakuona. Nimekupigia simu yako inatumika. Nikaona hapa bora nije huko. Nijue utanishauri nini mzee mwenzangu. Sasa nimekuja ndugu yangu. Unaweza kuja kuishi hapa? Hapa sio na shida. Hapa kwako. Mimi niko naomba dua ufukuzwe kule uje ukaa hapa. Mimi niko peke yangu. Kuna shida gani? Na mimi nimeomba dua kweli. Mungu kanisikia. Nilikuwa naomba dua ufukuzwe. Alhamdulillah bil alamin. Yaani unajua siamini kwa kinachokisikia. Ndio amini sasa. Unataka kutania? Asante. Karibu sana hapa kwako. Mimi natoa zile mimi. Nashukuru. Niko napata tabu kupika ugali kwenye unga vidole. Haya, kwa hiyo ndo nimeshafika hapa. Kwa hiyo nije lini? Leo kesho? Muda wote hata kama leo kwa vilago vyako uje hapa utulie. Ondoa shaka. Ondoa hofu. Nani wewe tena nakupigia? Mke wangu huyu. Chako. Wewe uliniambia nini? Sija nikwambia kitu. Huyu anataka huduma ya mtoto. Ndio anapiga mimi na mwisho. Sasa tangu asubuhi ananisumbua. Tangu niko Kariakoo. Nimeenda kununua bidhaa za gengeni pale. Ananisumbua. Naomba nitakutumia baadaye nikitulia. Wewe uliambia kila kitu kinatoka kwa mamako. Huduma zote zinapitia kwa mamako. Mimi natuma hela kule, yeye ndo anatumiwa na mama. Sasa kama anatumiwa na mama yako, kwa nini akupigie simu? Mimi si ndo mwakilishi mwenyewe jamani, Simu ampigie mama yako akupigie wewe. Inakuwaje unataka kunichanganya? Unataka unani viporo Unataka urudie viporo vyako? Nisikilize. Mimi napokuheshimu uniheshimu. Usinione hivi na kuja hapa kwako ukafikiria sitakiwi. Watu kibao wananitaka lakini mimi nimekupenda wewe. Sasa nikwambie kitu. Nikwambie sikupendi sikukwambia uje ukaa hapa. Kweli ni mke uje ukaa hapa. Mimi nitakuwa sina akili na mvizi. Si nitakuwa bogazi. Usicheze na akili yako. Usicheze na akili yangu kabisa. Mwenzio mimi natakiwa. Yaani toka nimefika mtaa huu watu hivi.
wananigombania, lakini mimi sitaki, nimekupenda wewe. Sasa usije ukanichezea. Nitakuonyesha live utalia. Wewe haya tu. Wewe hapa ushafika. Tuliza bolu. Kila kitu cha kwako. Nyumba nini kila kitu hapa. Mimi nitabaki hivi hata nikamba wewe naondoka peke yangu. Sasa mimi ya shaisha wewe niache, mimi nikafungue genge saizi. Sina nyumba kitu utagawa. Namba hiyo iblock tena sasa hivi hapa. Na wewe tena yameisha. Mwenzangu wewe naomba. Sheda. Yo. Asante. Sharizika eh? Sawa. Kwa hiyo kesho ndio niamie. Muda wote, hata kama leo wewe njoo. Kama kweli. Sasa nikusamie. Wewe vipi? Halo jamani. Asante. Naanza kusamecha. Asante sana. Haya sasa. Basi mimi ngoja niende gengeni nikafungue. Sawa. Haya sasa. Wewe baki nyumbani hapo. Usichelewe kurudi. Asichelewe baadaye. Shakuwa mama mjengo. Basi mjitawale. Huyo Jeba na mke wake huko. Hivi lakini sasa Jeba akija kusikia nimekaa huko. Sasa mtu nani akili? Ngoja nijifikirie mara mbili kwanza. Kirahisi tu nakuja mtu mwenyewe hataeleweki, mara mkewe mara mimi. Shemeji yangu karibu. Kwanza mimi nashukuru kunipa samani tena kwa mara ya pili. Hilo nashukuru sana. Karibu shemeji yangu. Sawa shemeji, lakini shemeji mimi bwana, mimi mwanzo nimechoka. Yaani tabia anazonifanyia Jeba kiukweli. Nimechoka. Hivi shemeji fikiria. Kila nikimwambia masuala ya ndoa anapitisha kona hivi, lakini hamna chochote. Hivi unajua shemeji mimi nimechoka kuzini. Mimi pia natamani kuolewa, nifanye ibada, nimrudie Mungu wangu, lakini sio anavyonifanyia yeye. Kweli Jeba mimi rafiki yangu, hakuna kuchezea ushenzi. Lakini shemeji, vumilia atakuoa. Yule atakuoa. Mimi nimeshakata tamaa. Kabisa swala yeye kunioa mimi nimeshakata tamaa kwa sababu sana. Yaani nimemvumilia mpaka nimechoka. Unajua mtu aliyechoka mpaka naamua kuongea na kuambia mimi nimechoka. Unaenda wapi hati? Afunga mlango hata si kawaida yake tu. Sasa hivi huyu mwanamke hajui kama mimi leo yanidadalika hati. Sasa hata angeniada basi kama mimi naenda sehemu. Naja kesho ama naja lini? Leo mwanamke huyu atakufanya mimi nichije. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali wache ujumbe wa sauti voicemail baada ya mlio wa beep. Hivi kweli mtu nipo naye ndani tumelala, tumetulia. Anakuja mtu mwingine anamuita. Anaondoka, hajali mimi anayeniacha wala hajawahi kunifikiria. Yaani anifikiri kabisa mimi anaondoka zake. Yaani mimi simuelewi unajua shemeji. Nimechoka kiukweli kabisa nakwambia. Anakuja anaitwa, anaondoka ananiacha mimi nimelala kitandani. Ina maana si anamjali sana mke wake kuliko mimi? Yaani anamjali yule mama kijacho wake kuliko mimi anavyonijali, si ndio? Yaani amenionyesha dharau kubwa cha kwanza. Kingine, mimi ninakwambia wewe ndo shemeji yangu. Yule mimi namuacha live bila chenga na wewe huko unaona. Shemeji usikate tamaa.
Sangia najipanga hata kuoa. Mimi nafunga jole jeba rafiki yangu hata kuoa. Mimi yule pete na kidole. Usikate tamaa. Hata kuoa. Usiwe na hasira shemeji. Hasira hasara. Mimi nataka umwambie rafiki yako kabisa, mimi na yeye sasa hivi mawasiliano nayavunja. Nafuta namba yake na simu yangu nazima, bora nisipatikane na watu wote. Mimi na yeye tunaachana. Simtaki, mwambie kabisa rafiki yako simtaki. Shemeji, mimi nitakaa naye yule, nitaongea naye. Shemeji na ana hasira. Jibana kalikoroga. Lakini jiba nitakaa naye, nitaongea naye vizuri tu. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali. Kaka, karibu chakula. Kajema. Chakula. Kumbe karibu chakula. Una mawazo gani? Wala. Mimi wala hata sijisikii chakula ati. Asante. Sasa toka asubuhi kaka ujala. Alafu sasa hivi unaniambia ujisikii kula. Mkula basi hata kidogo. Nyamu ya kule yanitoka tu kidogo. Na isi moyo wangu hujakaa vizuri yani. Na isi nafsi hii ya tetema tu, hata siko sawa. Au unamwaza Shazma wewe? Wala simwazi yeye mimi. Niko tu nawaza hapa mambo yaendaje. Namwaza mke wangu mambo yatakavyoenda hivyo. Kumbe unamwaza mkeo. Basi mimi kajua bwana mwaza Shazma. Lakini kama umwazi Shazma basi sikwambie hata aliko. Maana mimi nataka nikwambie niko muona Shazma. Wajua wewe alipo? Sasa unastuka nini? Wewe umwazi Shazma, unastuka kitu gani? Wewe wajua alipo, kama wajua niambie basi yuko wapi? Akupigia simu yeye? Mbona unampenda mtoto wa watu Alafu kikaa hapo unajifanya humpendi eti simwazi Shazma na mwaza mke wangu. Sasa kama unampenda simuoe. Muoe aje kuwa mke wa pili. Wewe hebu yaache kwanza. Kama wajua alipo basi wewe hata niambie bwana. Kaka, wewe umesema humwazi Shazma, utaki kula, una mawazo na mwaza mkeo. Basi wewe kaa hapo endelea kumwaza mkeo. Wewe kaa na njaa hapo kwa mimi nikae. Sawa. Huyu ajua kweli au antania huyu? Saka ajua si aniambie alipo wapi? Hawa nitega tu ataka mimi nile vyakula yake hayo. Kana antania tu. Labda yule asafiri tu, mkirudi naweza muona. Takaa siku moja hapa namfuata tena, naenda angalia kama yupo hapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. Bwana Ustazi Juma. Naam. Samahani bwana, nilikuwa naomba nipate muda kidogo kama utakuwa na nafasi niweze kuzungumza na wewe, maana na jambo la nitatiza kidogo. Unaweza ukazungumza tu. Aha. Sasa Ustazi, wajua mimi nataka kufanya jambo la mathna. Sasa wewe wanzidi elimu kidogo, nilikuwa nataka uniambie nitafanyaje ili swala niweze kamilisha ati. Maana mke wangu ni mtata kweli kweli, yani ako na makelele.
Sasa nataka jua nifanye nini bwana? Hili swala shehe wangu, kama kweli unataka kumpoteza mke wa pili, unatakiwa utoke uende ukaongea na mke wako. Basi unaweza kufanya hilo jambo. Sasa mke wangu namjua mtata sana, aweza anzisha balaa yule, aweza anzisha balaa akaniletea utata kweli kweli. Ninapojua hata kubali yule. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka nijue natumia mbinu gani, au Ustaz Juma bwana ulitumia mbinu gani ukaweza kumiliki wake watatu hawa? Sasa nataka nijue ni huyu nimfanyeje huyu, na kama nikimwambia atakataa tu. Unajua mwanaume ndio kiongozi wa familia. Mwanaume ana maamuzi yake. Na sisi tumeamrishwa kwamba tuoe mke mmoja, wawili, watatu, wanne. Kwa hiyo kama unataka kuongeza mke, kaongee na mkeo, akikubali unaenda naoa, na hata pia akikataa. Ili swala lipo kwenye dini yetu, ni ruksa. Unaweza kaoa. Na ndio maana vitabu vya dini vimeandikwa kwamba ukitaka kuoa lazima umwambie mwanamke ambaye uliomuoa. Kama ukishaenda kumfikishia salamu yeye akazipokea labda vibaya ama akazipokea vizuri, ila sheria ya dini shaandikwa kuoa ni wake wanne. Unaoa? Basi mimi nikajua bwana Ustaz Juma kama nitafanya jambo hili hata nikimwambia akakataa, nikajua basi hapo nitakuwa nimetumia ujemedali, ujababi, ushababi kwamba nimetoka nje ya mstari bwana. Hakuna. Yaani swala la kuongeza mke wa pili, hata kama sio mke tu, hata kama ukimwambia mzazi wako akikataa, unaruhusiwa kwenda kuoa. Au kama utaona haelewi, ruksa, mimi muda wote nipo, unaweza ukanifuata, ukaniambia nije pale nyumbani, nimpe elimu, atanielewa tu. Sasa hilo shehe litakuwa jambo jema. Alhamdulillah, hapo nitakuwa umenirahisishia kweli. Kama waweza kuja nyumbani ukampa elimu kidogo, utakuwa umenirahisishia. Sasa mimi nitafanya kesho ama kesho kutwa na kuita nyumbani wewe waja, wazungumza naye ili apate kuelewa bwana. Kabisa. Basi shehe nisikucheleweshe bwana. Nisikucheleweshe hili jambo, mimi nitakujulisha tu. Sawa, ili uje paje nyumbani tuweza kuliweka sawa bwana. Sawa. Shukrani bwana shehe. Haya, alhamdulillah. Sawa jua. Waona kwamba leo ndio wale maustazi wote wanakuja. Sasa wakija ndio tutaweza kamilisha jambo yani. Wewe ndio wasiwasi hati. Kila kitu kinakuwa sawa. Yaani afadhali hata hao mashehe wanakuja. Yaani mwenzio nimechoka kukuibaiba wewe. Nilikuwa najisikia vibaya, yani kwa inanichosha hii hali, yani ungejua. Mimi mwenyewe wallahi ulivyoninunia niliona kama dunia yote yangu yanielemea. Yani nikaona sasa hapa ndo nishamkosa kisula wangu ati. Roho ilikuwa yantetema. Achana na hayo bwana mpenzi wangu. Kwa hiyo sasa mnapika nini? Anaandaa nini? Yani kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa ati. Yani yeye ndo afanya kuandaa sasa. Ni kama vile akukaribisha wewe. Supu tu. Bwana wewe. Aise. Yani kufanya kitu rahisi tu ili jambo lisiwe jingi. Maana ukasema wapika mchele hapa, muhaya, watu wa mtaa huu watajaa hapa, jambo likaonekana kama vile kubwa na mambo yenyewe tutakatufanye kwa haraka.